Bwana Yesu apewe sifa. Watumishi wa Mungu popote pale ulipo, Mungu akubariki sana. Katika wakati huu tena ni mzuri ambao tunakwenda kujifunza neno la Mungu. Ni kuombe kwanza, tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Baba yetu, ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo tena ambao umetupa neema, umetupa nguvu na kwenda kuongea na maelfu ya watu. Ni kuombe sasa ukalibariki neno lako katika jina la Yesu. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo 37 kuanzia mstari ule wa kwanza na kuendelea huko, utaona mambo haya, Mungu akitangaza mpango alionao juu ya Yusufu. Kabla Yusufu hajawa mtu mzima, akiwa bado mdogo kabisa, kijana anayechunga kondoo na kaka zake, mtoto wa Yakobo, Mungu alitangaza mpango wake ya kwamba wewe Yusufu, siku zinakuja utakuwa mtu mkuu, utakuwa ni mtu usiyekuwa wa kawaida. Hata wazazi, hata kaka zako na wenyewe watakusujudia. Lakini Yusufu akawaeleza ndugu zake habari za ndoto alizoziona. Zile ndoto ilikuwa ni Mungu anatangaza mpango alionao juu ya Yusufu. Kila kitendo cha Yusufu kuwaeleza ndugu zake wakamchukia sana. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba unisikilize rafiki yangu. Tangu Yusufu alipoambiwa maneno haya na Mungu, ilimgharimu karibu miaka 10 na zaidi ili kufikia ile ahadi aliyopewa na Mungu ya kuwa mtu mkuu katika nchi ya Misri. Ilimgharimu miaka 10 na kitu ili afikie ile ahadi ya Mungu aliyoambiwa akiwa bado mtoto mdogo sana. Rafiki yangu, nataka nikwambie kitu kifuatacho. Yusufu aliahidiwa na Mungu, na ahadi ya Mungu ni kweli na hakika, haipindi, iko pale pale na ni lazima itimie. Lakini kabla haijatimia, kuna vipindi ambavyo Yusufu ilimbidi avipitie kwanza. Vile vipindi ndivyo vilikuwa vinahalalisha ahadi ya Mungu kutimia kwa Yusufu. Nisikilize rafiki yangu, vipindi ambavyo vilimkabili Yusufu baada ya kuahidiwa, kuna vipindi takribani vipindi 5 vizito, vigumu ambavyo vilimkabili Yusufu ili aweze kufikia ile ahadi ambayo Mungu ameitoa kwake. Sikiliza rafiki yangu, nataka nikwambie kitu katika siku ya leo. Ahadi ya Mungu ni kweli na hakika, wala haipindi, imesimama pale pale na ni lazima itimie kwako. Ni lazima itakuwa pale pale. Lakini inabidi uwe kama Yusufu, ukumbuke ya kwamba kuna wakati wa kuisubiri ahadi ya Mungu. Kuna vipindi ambavyo lazima uvipitie. Kuna vipindi ambavyo pengine vinatisha, vinaogopesha, lakini hivyo vipindi ndivyo vinahalalisha hiyo ahadi ya Mungu kutimia kwako, hizo baraka za Mungu kutimia kwako. Sikiliza mpendo wangu, hebu tuangalie kipindi fulani cha kwanza ambacho Yusufu alikipitia ili ahadi ya Mungu itimie kwake. Kipindi cha kwanza kigumu alichokipitia Yusufu ni kipindi cha kuchukiwa. Yusufu alipowaambia ndugu zake mpango wa Mungu juu ya Yusufu, alipita kwenye kipindi kigumu, kizito cha kuchukiwa na watu wa karibu na yeye. Lakini huyu bwana Yusufu, yeye aliperform vizuri, alipita kwenye hilo jaribu salama. Hakumkosea Mungu katika lile jaribu.
Rafiki yangu, iko hivi, unapopita kwenye vipindi lazima uzingatie ubora wa upitaji wako. Umevuka vipi? Hilo jaribu umelivuka vipi? Ili usije ukapunguziwa maksi katika baraka zako zinazokuja mbele. Yusufu anachukiwa. Hiki kilikuwa ni kipindi kigumu, kipindi cha machozi, kipindi ambacho Yusufu hakufurahia kabisa, na waliomchukia ni ndugu zake wa damu. Lakini Yusufu yeye hakuwachukia, yeye hakufanya vita na wao, kwa sababu yeye Yusufu alijua tangazo la Mungu alilolitoa kwake ndilo limeleta hichi. Kipindi hicho kikapita, lakini pia kikaingia kipindi cha kutaka kuuawa. Yusufu alimkamata, walikaa kikao ili wamuue, wamuondoe kabisa. Walimuita ni bwana ndoto. Sikiliza rafiki yangu, lakini Yusufu hicho kipindi nacho kikapita. Mungu akamnusuru kwenye hicho kifo, kwa sababu Mungu ana mpango na Yusufu. Ninazo habari njema katika siku ya leo. Ahadi ya Mungu kwako imesimama pale pale. Ahadi ya Mungu kwako haitachengeshwa na mtu. Ahadi ya Mungu kwako lazima itimie, lakini lazima ukumbuke kuvivuka vihunzi, kuvivuka vizuizi, kuvuka vipindi ambavyo vinakukabili, vinatishia wewe kutokupokea ahadi ya Bwana. Haya, tunakwenda namba 3. Yusufu alipovuka kihunzi cha kwanza, akavuka kihunzi cha pili, yaani akavuka kipindi cha kuchukiwa na kipindi cha kuuawa, akaingia kwenye kipindi cha kusingiziwa. Kama unakumbuka, alipofika kwa yule Potifa, mke wake alianza kumsingizia, alimtamani. Baada ya kumtamani, Yusufu akakataa kutenda dhambi. Yule mama akazua neno la kuzua la ajabu. Yusufu anatafutwa ili ile ahadi ya Mungu iliyotamkwa miaka ya nyuma akiwa mdogo isije katimia kwake. Nataka nikwambie, na hicho kihunzi nacho cha kusingiziwa Yusufu alikivuka. Hakutazama nyuma, hakutazama wapi. Alijua tu hiki ni kihunzi, hiki ni kizuizi. Aidha ni kipindi cha kusingiziwa. Pengine una kipindi cha kukataliwa, una kipindi cha kusingiziwa, una kipindi ambacho umeonekana ufai kabisa, umeonekana hakuna unachokifanya. Nataka nikupe habari njema, wewe vumilia tu, utavuka. Hicho ni kipindi tu, hicho ni kizuizi tu. Iko ahadi ya Mungu mbele inakuja. Ahadi ya Mungu kwako lazima itatimia. Jifunze kwa Yusufu. Hiki ni kihunzi cha 3 na ni zuio la 3 la kumfanya Yusufu asiweze kukutana zile baraka ambazo Mungu amemwahidi akiwa bado mdogo. Kuna mambo mengi Mungu amesema utakuwa nayo. Kuna baraka nyingi Mungu ameziandaa juu yako, lakini nataka nikwambie, kabla hizo baraka zijafika, kuna vipindi lazima uzivuke. Kuna vipindi lazima vivuke, wala hautachenga, maana hivyo vipindi ndivyo vinahalalisha baraka zako. Hayo mapito magumu ya kusubiria, hayo ndo yanahalalisha baraka zako. Yusufu akaingia kusingiziwa. Bosi wake akaja akamuuliza Yusufu, umeanzaje kubaka mke wangu? Kumbe wanamsingizia. Kilikuwa ni kipindi, kila mmoja na jaribu lake, kila mmoja na tatizo lake. Hapa ulipo rafiki yangu, wewe unajua unapita kwenye kipindi kipi? Unapitia kipindi kipi kigumu ambacho ni kipindi cha machozi? Lakini nazo habari njema siku ya leo ya kwamba hicho ni kipindi tu, kinavuka. Amini ya kwamba ahadi ya Bwana itasimama milele na lazima itatimia kwako. Usikate tamaa. Wewe hakikisha hivyo vihunzi au hivyo vipindi unavivuka ukiwa salama. Rafiki yangu, twende namba 4. Kipindi cha 4 alichokivuka Yusufu, akisubiri baraka za Bwana, akisubiri ahadi ya Bwana.
Kuna kipindi cha nne ambacho Yusufu alikipitia, nacho kilikuwa ni kipindi kigumu. Hiki kipindi cha nne ni Mungu alikuwa anampima uaminifu wake juu ya mali za watu. Yusufu alisimamia mali za Potifa, paka Potifa akafurahi, akasema nitakupandisha cheo, maana umeonekana wewe ni mwaminifu. Kile nacho ni kipindi Mungu alimkabizisha mali za yule Potifa. Alikuwa na pimo uaminifu wake. Je, kwenye mali za watu atafanyaje? Kwenye mali za watu atafanyaje? Yusufu alikuwa ni mwaminifu, hakutumia mali za watu. Hata mke wa Potifa alipomtaka Yusufu, Yusufu alikataa, akasema hapana, mimi ninatunza nilichopewa, siwezi kutumia vibaya mali za bosi. Hicho kilikuwa ni kipindi Mungu anampima Yusufu juu ya uaminifu wake juu ya mali za Potifa. Pengine umeajiriwa, pengine ni mfanya biashara, pengine kuna mali za watu ziko chini yako. Rafiki yangu, unapimwa. Mungu anataka aone uaminifu wako. Mungu anataka aone unavyofanya kazi ya watu. Ukiwa mwaminifu kwenye kidogo, na utakuwa mtu wa juu. Hicho kilikuwa ni kipindi cha ngapi? Cha nne, cha tano. Cha nne kinachoelezea jinsi Yusufu alivyokuwa mwaminifu kwenye mali za Potifa. Alipokuwa mwaminifu kwenye vidogo, Potifa akampandisha juu. Hata Mungu atampandisha mtu juu ambaye atakuwa mwaminifu kwenye utoaji wa zaka, atakuwa mwaminifu kwenye kutoa sadaka, atakuwa mwaminifu kwenye mali za wengine. Mungu atamnyanyua juu. Kipindi cha nne cha kupimwa Yusufu. Nimekwambia ahadi ya Mungu ni kweli na hakika, lakini ili ije itimie kwako, kuna vipindi lazima upitie, kuna nyakati lazima uzipitie, kuna vikwazo lazima uvipitie. Na kama utacheza vizuri, kama utavivuka vizuri, hakika ile ahadi aliyoahidi Mungu juu yako itatimia. Itatimia, mpendwa. Mungu amekuahidi baraka juu ya watoto wako. Mungu ameahidi ya kwamba hakika nitakupa nyumba, nitakutoa kwenye upangaji. Mungu ameahidi baraka za afya kwako. Mungu ameahidi vitu vingi, ameahidi usafiri. Mungu ameahidi vitu vingi kwako. Nataka nikutie moyo au nikukumbushe rafiki, usisahau vihunzi, usisahau vipindi, nyakati mbalimbali ambazo utazipitia. Usitende dhambi katika hayo. Ahadi ya Bwana lazima itimie milele. Kiunzi cha tano, kipindi cha tano ambacho pia kilikuwa ni kikwazo. Kipindi hiki kilikuwa ni cha kupimwa Yusufu juu ya dhambi ya zinaa. Yusufu alipimwa na Mungu juu ya dhambi ya zinaa. Je, Yusufu natarajia kumweka kuwa waziri mkuu? Huyu Yusufu hata haribu wake za watu. Huyu Yusufu hata haribu watoto wa shule. Huyu Yusufu, ngoja nimpime. Mke wa Potifa akamtaka Yusufu. Ninaongelea vipindi ambavyo vilimpata Yusufu kabla hajapata baraka zake. Kama unataka ahadi ya Mungu itimie kwako, hakikisha vipindi vyote vizito vigumu umevivuka salama. Nawe utaona mkono wa Mungu, nawe baraka za Bwana lazima zitimie. Mke wa Potifa anataka kulala na nani? Na Yusufu. Anataka kuzini naye. Hapana, kile kilikuwa ni kipindi Mungu anampima Yusufu kuhusu dhambi ya zinaa. Angalia rafiki yangu, unakutana na vikwazo vingi. Pengine zinaa imekuangusha, baraka yako utaikosa. Pengine uzinzi umekuangusha, lakini Yusufu alivuka. Lakini we mbona ulikwama? Alipokulembulia yule dada, tayari ukakwama, ukaangukamo. Hicho ni kipindi cha tano. Ninazo habari njema katika siku ya leo. Kuna vipindi vinakukabili ili ufikie zile baraka ulizoziona kwenye njozi,
ili ufikie baraka ambazo Mungu anasema. Kuna vipindi vinakukabili, kuna vikwazo vinakukabili, lazima vishinde hivyo kwanza, ndipo utaona baraka za Bwana. Lakini kipindi cha mwisho kilikuwa ni cha kufungwa jela, tena kwa kusingiziwa. Yusufu alivuka vihunzi, alivuka nyakati ngumu, alivuka Yusufu. Ninakuombea kwa Mungu na wewe uvuke. Ahadi ya Mungu ni kweli na hakika, wala Mungu hataacha kukubariki. Mungu atakuponya tu. Pengine una shida mbalimbali, una shida za kiafya, una shida za kiuchumi, na umemwambia Mungu, na Mungu amekwambia nitakuponya. Wewe na rafiki yangu, nataka nikukumbushe, ni kweli Mungu atakuponya, lakini kabla hujaponywa kuna vitu utavipitia. Usiogope, usikate tamaa, uwe mtu mvumilivu tu. Ahadi ya Mungu inakuja. Ahadi ya Mungu ni kweli, ahadi ya Mungu ni hakika. Pengine hujapata watoto, nataka nikwambie rafiki, Mungu hajashindwa kukupa watoto. Wewe vumilia tu vipindi vizito unavyovipitia. Bwana anasema ahadi yake iko pale pale, kukuinua kuko pale pale, lakini kazi kwako, hakikisha hivi vipindi umevivuka salama. Hivi vipindi visikuangushe, hivi vipindi visikutupe nje. Kama utashindwa kuvuka kwenye vipindi, ahadi ya Mungu haitatimia kwako. Rafiki yangu, kwa siku ya leo nimefikia mwisho. Mungu akubariki sana. Uwe kama Yusufu. Yusufu alisubiri zaidi ya miaka 10, ahadi ikaja kutimia. Na pia alivuka vipindi vya kutisha, vipindi vya kuuawa, vipindi vya kusingiziwa, vipindi vya kupimwa, lakini Yusufu alivuka. Rafiki yangu, naomba utulie kwa Mungu. Usikate tamaa. Don't give up, my friend. Your miracle is on the way. Muujiza wako unakuja. Tulia tu kwa Mungu. Majibu yako yapo. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Joseph Tindo. Napatikana Mwanza Nyakato, jijini Mwanza. Ubarikiwe na Bwana. Kula hilo neno. Kula chakula cha kiroho. Endelea kunifuatilia. Nina neno kwa ajili yako. Nimshukuru Mungu. Baba yetu wa mbingu na nchi, na kushukuru kwa ajili ya maelfu wanaosikiliza ujumbe huu. Uwabariki wote, uwatetee na kuwaponya kwa jina la Yesu. Neno hili liwe msaada kwao kwa jina la Yesu. Amen.